Sema na maisha yangu, sema na dunia. Kuna vision Mungu amenipa, maono haya nimeandika maono haya, nataka niyaseme, dunia isikie na nchi isikie, au nchi zisikie. Amen. Yuko Mungu anazungumza. Yuko Mungu hawezi kukaa kimya. Katika yale yote dunia inayopitia, Mungu anazungumza. Na Mungu hawezi kufanya jambo lote chini ya jua pasipo kuwafunulia manabii wake siri. Sema amen. Yes, maono haya nayatoa leo tarehe 26 mwezi wa 6 2026, kama ambavyo Mungu alinichukua katika roho na kuniingiza katika msitu mkubwa. Niliona msitu mkubwa na katika msitu ule nikamwona paka mjanja sana. Paka mjanja huyu alikuwa kwenye mawindo. Alikuwa kwenye mawindo ndani ya lile pori au kwenye ule msitu mkubwa, akifukuza panya ili apate chakula, apate kitoweo. Ghafla akatokea paka mwingine, kajificha mkubwa sana kwa pembeni, akifuatilia nyendo za yule paka anayetafuta panya. Paka yule mkubwa alikuwa kama simba fulani, lakini sio simba, ni paka aliyekomaa mkubwa. Na walitokea panya wengi waliokuwa chakula kwake yule paka aliyekuwa anatafuta yale mawindo. Lakini cha kushangaza, katika msitu ule kuna baadhi ya panya aliwafanya kuwa rafiki. Hakuweza kuwala hakuweza kuwala, alikuwa nao kwa ukaribu yule paka, na wao wakampenda, wakamfanya kama mwenzao. Ndani ya msitu ule, yule paka mkubwa aliyekuwa na ukubwa kama simba anayekomaa, ghafla kaanza kumfukuza yule paka aliingia ndani ya msitu, ambaye baadhi ya panya walishakuwa kama rafiki zake. Yule paka akakimbizwa na yule paka alionekana mkubwa ndani ya ule msitu na kulazimika kuingia ndani ya shimo. Yule paka alilazimishwa kuingia ndani ya shimo, akaingia ndani ya shimo. Alipoingia ndani ya shimo, yule paka mkubwa akawa amemwacha yule paka mkubwa, lakini yule paka hakuweza kutoka mle ndani ya shimo, pamoja na kwamba alikuwa ameachwa, lakini akabaki mle ndani ya shimo peke yake. Na ndani ya shimo lile, yule paka aliyeingia kusalimisha uhai wake, maisha yake, alikutana na panya ambao alianza kuwala kama chakula.
akawala kama chakula, na wakati anawala kama chakula, yule paka akanenepa mle ndani ya shimo, akawa mkubwa. Alipokuwa mkubwa, lile shimo likawa linambana, likashindwa kumhold lile shimo, likashindwa kumkamata vizuri, kumminya. Lile shimo likakatika, ule udongo ukakatika, ukapasuka, yule paka akatoka. Yule paka alipotoka alikuwa mkubwa na mnene sana, lakini yule paka mkubwa ambaye alikuwa kama simba, alipomwona ametoka, alimwogopa, akaukimbia msitu. Paka yule aliyetoka shimoni akakuwa na kukua kama simba ndani ya msitu, na hata wale panya waliokuwa rafiki kwake ambao aliwaacha huku nje walizidi kumpenda, ila walikaa naye kwa mashaka, walikaa naye kwa hofu, ingawa yeye mwenyewe yule paka ambaye alitoka kwenye shimo aliwaonyesha upendo mkubwa. Alitamani wamwamini kwamba ana shida, lakini mwisho wa siku walimzoea. Msitu ukawa mahali salama kwa kila panya na kwa wanyama wengine, na paka yule aliyekimbia kuonekana tena mle ndani ya msitu. Bwana akaniambia, tunahitaji kuiombea nchi, kuiombea dunia. Amen. Kuiombea nchi, kuiombea dunia. Na Bwana akaniambia siku 42 kuanzia tarehe 26 ya maono haya ninayokupa, siku 42, majuma 6, kuna tukio litakwenda kutokea ndani ya taifa letu, ambalo hili tukio litawaacha baadhi ya watu, kama sio wote, midomo wazi, wakiwa na mshangao, lakini utakaobadilisha mwelekeo wao wa imani, mwelekeo wao wa itikadi, mwelekeo wao wa kisiasa. Mwenye masikio na asikie hiki ambacho Bwana amenionyesha. Kazi yetu kuanzia sasa ni kumwomba Bwana. Kumwomba nani? Kumwomba Bwana. Why alete vision hii kwenye usiku wa malaika wa Bwana, kwenye usiku wa malaika Gabriel? Tumefunga Jumanne, no voice, no message, hakuna sauti, hakuna ujumbe. Jumatano hakuna message, hakuna ujumbe, tupo hapo. Alhamis hakuna. Why aseme nami wakati naingia kwenye madhabahu? Kwa nini anionyeshe maono haya? Kwa nini aniambie wakati huu? Siku ya Jumapili, leo ni Jumamosi, Jumapili
namaanisha kesho, sio? Hii ni saa 8. Tuingie kwenye maombi, tuombee nchi yetu, tufunge, tuombee dunia yote, tufunge, tuombee hata Kenya. Amen. Tuombee nchi za Afrika Mashariki, lakini specifically tuombee Tanzania. Tusiache kuitaja hata Marekani na Iran na Israeli, lakini specifically tuombee Tanzania. Msitu ni nini? Paka ni nani? Ni nini? Paka huyu mwingine kwenye shimo ni nini? Hebu tukabidhi mbele za Bwana. Mungu atakufunulia, Mungu atakuonyesha, Mungu atakwambia nini cha kuombea, nini cha kukemea, nini cha kufuta. Maandiko yanasema pasipo maono watu huangamia, bali aitazamaye sheria ya Bwana bila shaka ana heri. Ana heri aitazamaye sheria ya nani? Ya Bwana. Sheria ya Bwana ni maagizo ya Bwana. Sheria ya Bwana ni ujumbe wa Bwana. Sheria ya Bwana ni amri ya Bwana. I'm just a prophet and I should tell you what I see for the sake of your life, for the sake of your country, for the sake of all the world.